haujamaliza kuconfigure the whole screen iweze kuwaka. So swala la kwanza nilokutana nalo asubuhi ni kwamba nafika tu site naambiwa pale nilipokuwa nimekaa pembeni ya stage nitoke. Platinum anakuja kufanya sound check. Diamond Platinum anakuja kufanya sound check. So natakiwa pale nitoke tuisafishe stage iwe tayari. Lakini pia sasa the worst case ambao huwa hatupendi, na hii huwa mimi nasema it's not a professional, lakini huwa inatokea kutokana na nature of the site, ni watu wa media kufika eneo la tukio, stage bado inaonekana ina mawaya, inaonekana yani bado chafu. Hiyo kitu huwa sipendage sana. Lakini vile vile sipendi msanii anapokuja kufanya sound check vitu bado haviwaki, havijakamilika. Sound check yes, inadeal na sound, na mtu wa sound by this time alikuwa yuko almost done. Lakini sasa at least screens ziko sawa, lights ziko sawa. Hii kidogo inampa artist na timu yake kuwa na options za kufanya. Kwa mfano, by that time, baada ya mimi kufika, nimeambiwa nitoe zile waya. Nikatoa, nikaenda the backstage, nikauliza swali la kwanza nilokutana nalo asubuhi ni kwamba screens zinawaka zote. Team ya Platinum ikifika hapa inataka kuona display zita display vipi. Nikaambia hiyo marge ya katikati inawaka, lakini pembeni huku bado. Hilo ndio jibu nilolitoa, na I hate to answer that question honestly, lakini sikuwa na namna, ndio uhalisia uliopo. Sometimes kudanganya hivi vitu huwa ni mbaya sana, ni bora ukasema ukweli. So Platinum akaja akafanya sound check. By the time Platinum anafanya sound check, mimi nilikuwa almost done kwenye sector ya configuration, almost done. Zilikuwa zimebaki zile live feeds za pembeni. Sasa nimeanza kutransfer kutoka kukaa kule nyuma ya screen, kwa sababu setup yote ilikuwa iko nyuma ya stage, and then huwa tuna transfer kutoka kule kuja kwenye FH, front of house tunaita, kifupi chake ni FH. Ile ni sehemu ambao unaona wamekaa wale maengineer wote, media wanakuwa wamekaa, kuna kama kajumba kanatengenezwa hivi kule katikati ya audience, ndio unakuta wamekaa pale. Unakuta watu wote wa technical wamekaa pale, wanao control hiyo stage, na watu wote wa media almost wanakaa pale, wanao control kila kitu, wanakuwa wanakaa pale. So nikawa nimeanza transfer kutoka nyuma kuja kwenye FH. Here is the thing. Kwenye ile transfer, waya wangu uliotoka nyuma kuja huku mbele kwenye FH, front of house, ukawa umekatisha katikati, kwa sababu tulikuwa tuna haraka tu testi vitu. Ukawa umekatisha katikati sehemu ambayo audience wanakaa. Na aliyeukatisha ule waya ni kijana ambaye alikuwa ni mgeni site. Now here the thing, sio kwa uzembe, ila ni kwa bahati mbaya. Kumpa kijana mgeni au peleke ule waya kutoka nyuma ya stage kwenda mbele, si makosa yake kutokujua kwamba waya uko dedicated, utakiwa kukanyoga na watu, akaupitisha sehemu sahihi, of which mimi nilimwelekeza sehemu sahihi ya kuupitisha ule waya. Lakini iko hivyo, tuko wengi, tuko under pressure na kazi inatakiwa iendelee. Sasa akaupitisha ule waya katikati pale, akiwa anaamini stage sini hapa, FH sini hapa, waya si unapita hapa, akapitisha pale katikati. So mimi nikaenda FH, nikaanza kutesti kila kitu. Imefika saa 1, zikawa zimebaki screen chache sana. Live feeds almost done, zikawa zimebaki kama vipande viwili kwenye ile entrance pale alipoingilia Diamond, ile screen ya juu, na the other side pia screen kama ile, ndo zikawa zimebaki hizo tu mbili. Sasa niko front of house, nikasikia tap, no signal, screen zimekata. Hii tunazungumzia ni saa 12 kuelekea saa 1. Show inaanza saa 1. Alafu connection kati ya mimi kule front of house katikati na stage imekata connection ya screen. Nilipanic, nikasema ni kitu gani hiki kinatokea sasa hivi?
Lakini one of the rule ya hizi shughuli zetu, do not panic. Mtu anaye panic kwenye hizi shughuli yetu na ndo anakuwaga mtu wa mwisho kupata solution ya kitu chake. Yaani light guy akipanic, yeye ndo anakuwa wa mwisho kutafuta solution ya hicho kitu alicho panic. Sasa in order to get a fast solution, do not panic. Yaani hiyo ni moja kati ya rules zetu kwenye hii industry yetu tuliyopo. Kwa don't panic my G. So nikawa nimepanic, of course, yes, ni kitu kimekuja lazima upanic. And then I'm calm myself down kutafuta solution iko wapi. Nikaja nikagundua ule waya ulipitishwa katikati ya audience, na wakati wanapanga zile meza za audience kuja kukaa, kumbe meza moja ilikuwa ni ya chuma, ikawa imeukanyaga ule waya, imeumenya. Ni waya wa fiber ulikuwa umekatisha pale. Sasa huwa napitishaga fiber kwa sababu ya kutransmit 4K, 8K ziweze, kwa sababu ile screen ni kubwa kuweza kupata quality inayohitajika kupatikana. So ikawa imekatwa. Na nilivyogundua hivyo, sina namna zaidi ya kutoka mbele kwenda nyuma. Lakini before that, zile nyaya nilibeba mbili. Moja as a primary, ya pili ilikuwa kama backup. Now here is the thing tena. Nikaenda kwenye boxi kuchukua backup. Ile ya pili sasa niitumie. Naenda kwenye box ile ya pili, bahati nzuri au bahati mbaya, na inyanyua tu, na yenyewe naona imemenywa sehemu. Yaani hapo ndo inaitoa tu kwenye box. Sasa sijui yenyewe ilibanwa na boxi, I don't know. Mpaka nikajiuliza, vipi tena? Au ndo ilibidi tumsalimie babu kabla hatujaja? Nini hichi kinachoendelea? Lakini usifikirie hivyo vitu. Pambana na situation ambazo unakutana nazo site. That's what happened. Kwa ikanibidi mimi ni transfer, nitoke kule kwenye fetch mbele, nije nikae nyuma ya stage. One of the bad thing ya kukaa nyuma ya stage bila kuwa na hiyo plan ya kukaa nyuma ya stage, kwa sababu wanakaaga nyuma ya stage hata nchi za wenzetu. Wanaweza wasiwe na front of house, wakakaa nyuma ya stage ili kuacha ile audience, kwa sababu kwenye show za wenzetu ukuta kuna audience kubwa sana kwenye baadhi ya show. Kwa hiyo hawakai kule katikati, wanakaaga chini ya stage au nyuma ya stage. Kwa kule wanakokaa huwa wanawekeaga cameras, kwa hiyo wanaona ni kama tu wako mbele ya stage. Sasa hiyo ni kwa sababu iko planned kukaa nyuma ya stage. Ila kama haiko planned kukaa nyuma ya stage, mimi niliyeenda kukaa nyuma ya stage peke yangu, I was blind completely. Sijui kinachoendelea mbele ya stage. Kama kuna screen itakata sitojua. Kama kuna chochote kitakachotokea mbele ya stage sitojua. So what happened? Ilibidi nichukue vijana wangu ni waweke mbele sasa. Wao wakae mbele. Wao kazi yao, nyinyi audience mna enjoy show, kuna watu wako special mbele wanaangalia tu screen. Ikikata waje nyuma waseme kipande fulani kimekata, turekebishe. So that's how it goes there. Kwa hiyo nikatafuta solution, na solution yangu ilikuwa mimi natakiwa nikae nyuma ya screen, then nikahamia nyuma ya screen. By this time mchana nilikutanishwa na assistant wa Diamond Platnumz, bwana Jamal. Jamal akaniambia kuna visuals ambazo tayari nilikuwa nimekwisha pewa link by that time, so hizo visual nikazi download. Kwa alivyokuja ikawa easy tu, tayari nilikuwa mimi nimeshazi arrange kutokana na screen yangu the way nilivyoifunga, na nilikuwa nishazi arrange. Kwa yeye alivyokuja tu nikamuonesha pale, akaniambia yes they are good. Tukasubiri sasa muda wa show. So vile vipande vilivyokuwa vimesalia na vyenyewe nilipambana navyo. Kwa tunazungumzia screen imekuja kuwa the complete set, which was not still complete kama ukija ku view, kwa sababu kuna ile structure tulishusha juu. Yani ni complete kwa kile tulichokifunga pale, lakini haikuwa complete kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunataka ku execute setup. Lakini so far so good. Ilikuwa ni saa 5 usiku. That time ndio time ambayo me, myself and I'm saying at least we can make a show now.
So that saa 5 haikuchukua muda mrefu sana, nadhani Mondi akapanda. So yeah, the rest was history. Mondi alivyopanda, the show was good, the show was vibe. Visuals zilikuwa ziko controlled na Jamal. Kwa Jamal ndo alikuwa ananiambia now play this, now play that. I wasn't not prepare anything kuhusiana na screen. Mimi nilikuwa na visuals zangu ambazo ningeziplay kulingana na show inavyoenda. But shout out to Wasafi, walikuwa wamejipanga katika hilo, wakanipa hizo visuals. So this show, kwa sababu niko nyuma ya screen, I cannot do show. Kwa tunaweza tukasema show ya screen kwenye ile event ya Retro Tour pale Mwanza ilikuwa ni ya Wasafi, ama Jamal ndo alikuwa na control the show. Turns out asubuhi Mondi akashuka, and then yeah, now nikapata muda sasa wa kwenda kupumzika rasmi. At this point nikiweka simu kindege au nikaweka simu silence, ukapiga nisipokee simu yako, unaweza usinielewe, lakini kwa mtu ambaye nilikuwa naye kwenye event atakuwa anaelewa sana kwa nini this time niko hivyo. So yeah, Mondi akashuka kwenye stage. It was a headache. Lakini safari yote hiyo nilianza kwanza nikaenda counter. Maana sikunywa sio lazima, lakini at this point let me celebrate. So I was like crazy, man. Fuck this up, it's done. So nika vibe, nikaenda kupumzika. That was it. That was my story. But before kumaliza story yangu, I would like to shout out to some people ambao wameifanya hii kufanikiwa. Moja kabisa wa kwanza, my top one, Ahmed Ali. Shout out to you, bro, to make this happen, to make this opportunity happen. What I do believe ni kwamba we did a huge thing in Tanzania, but in ourselves it's a very minor thing. Yani ni kitu kidogo sana katika uwezo wetu sisi tuliokuwa nao mainjinia wako. Tumefanya kitu kidogo sana na ni cha kawaida sana, na hatukufanikisha kwanza hata hicho kidogo chenye tulichokiandaa hatukufanikisha kukimaliza. Lakini kwa show zinazofanyika Tanzania, kwa culture ya production inayofanyika Tanzania, nadhani audience iliongea, mitandao ililipuka. Baada ya tu ya hii show ya Mwanza tuliona hizo impact zilizotokea. But shout out to you, bro, to make this happen. Huyo ni mtu kwanza. Wa pili, Saidi, aka Mbembo Creation, designer. Huyo ndo alikuwa designer of the whole stage, the whole setup. So designed by Ahmed Ali, but the mock-up, kuchora na kila kitu, the whole stage there ni creativity ya bwana Saidi. And another shout out to Color Language ambayo inasimamiwa na Fado. This is a light engineer, the light guy ambaye amefanya lights kwenye hii show. Another shout out kwa Molokos, sound engineer, to make this happen. I know brother, sound haikuwa ile ulokuwa unahitaji wewe kwenye viwango vyako, lakini hiyo ndogo uliopewa umefanya kitu kikubwa na kimeonekana. Last but not least, naomba nijishukuru mimi mwenyewe kwa ugumu wote tuliopitia, bado tuka execute project na project ikaonekana na project ikashout mbili ambavyo imeshout. Naweza kumalizia kwa kusema from Mwanza tukutane Dodoma. I'm out.